He provided for me the message. I was blank, I was empty, but He filled me. Praise the Lord. I'll take a very short time today to speak His word. My name is Kevin. Well, I'm not a pastor, but I'm privileged. You know, pastors are the ones who teach us the word of God and they teach us, right? But when God says do something, you can't do otherwise. Praise the Lord. Amen. I'll try as much as possible to, is there anybody who does not understand English? Tachanganya. Praise the Lord. We're reading from the book of Genesis, Mwanzo 22:14. Na ikiwezekana tuanzie 13. Can I have a good reader from the congregation? Tunasoma sisi wote. We're just studying. And I believe this is how God grooms us. This is how God makes His servants. Praise the Lord. He chose Moses, who was a stammerer, and He said, son, you have to do it. No otherwise. When I say something, you have to do it. You remember the story of Jonah? Alitaka kukimbia, right? What happened? Alimteach a lesson, and at the end of the day, alifanya kazi yake. Genesis chapter 22, verse 13 to 14. 13. Who's ready to read? Yeah, 13 and 14. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. 14. And Abraham called the name of the place. Verse 13, naanza. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by its horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. 14. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Praise the Lord. Thank you, brother. Let us believe as we pray. Our God in heaven, we thank you this moment. Lord, this is the moment that you chose, that you're going to speak through your servant. I'm just a weak vessel, oh God. Speak to your people, my Lord. Speak your mind through me, O King of Kings. I decrease so that you can increase this moment, Lord. Blessed be your holy name. Let your will be done this day. In Jesus' mighty name we pray and we believe. Amen. Amen. This is the famous story that we know from the Bible, whereby God asked Abraham to sacrifice his only son. Abraham was a man of faith. You know the whole story, right? Yes. Alimwambia mwanae Isaka, twende safari. They started the journey. They had everything. I know you know the story. But when the word of the Lord, I speak it today, it's new. It's new. Because the word of the Lord lives. Amen. Praise the Lord. Amen. You know the whole story. Wakaenda wakafika kwa mlima. He had the light, kiberiti, alikuwa na kuni. Alafu mwana akamuuliza, baba, we have all this, tuna sacrifice nini? Jiulize kama ungefanyaje. Abraham alimwamini Mungu. Ndio maana tumesoma ya kwamba and Abraham looked up, and there in a thick
Look, he saw a ram. Instead of sacrificing his only son, God did what? He provided. Praise the Lord. Amen. God provided. Until this day, on that mountain, God provides. Jehovah Jireh. Praise the Lord. Amen. So Jehovah Jireh means God. Exactly. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You know, when we're coming to church to render our heart to God, I'm very sure each one of us has an expectation. Kuna kitu unategemea, kuna kitu unakitarajia kukipata siku ya leo, na kwa hiyo ukiwa umefungua moyo wako, umeamini kwamba Mungu ndiye anapeana, God provides, trust me, just believe, because God says from His word, if you have faith that is very small as a mustard seed, you can say to a mountain, move, and it will move. Praise the Lord. Amen. I'm very sure I have a situation that I want God to come through. The same case to you. Unamhitaji Mungu katika njia fulani. Kwa hiyo mpendwa, ninakwambia siku ya leo, amini kwamba Mungu ni Jehovah Jireh. Inawezekana aweze kukupa kile unachokihitaji sasa hivi, but he comes, you know, God does things in His own way. Amen. Praise the Lord. Amen. Sisi tunamwambia Mungu nataka gari, and we expect God to do it kama si mapenzi yake. Unaweza kumlazimisha kwa sababu ni Mungu mwaminifu, atakupa, lakini hujakistahili, at the end of the day utapata shida. Praise the Lord. So there are many things that we find God provides for us. Hebu tufanye kama Bible study. 3 guys. Niambie Mungu ana provide nini? You can raise your hand, you mention. Praise the Lord. Does it mean there is nothing God provides for you? Come on, brethren. I'm sure there is. Maybe you are afraid. One thing, God provides food for us. Praise the Lord. Amen. From the book of 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17 verse 2 to 6. This is the story of the servant of God called Elijah. Are you there, everybody? Brother, can you read? And the word, that is 1 Kings 17 verse 2. Yes. And the word of the Lord came unto him, saying, Get hence and turn eastward, and hide yourself by the rock that is before Jordan. And it shall be that you shall drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. Amen, and thank you. I'm very sure this is the famous story that you know. Praise the Lord. Amen. This is Elijah being fed by the ravens. You can imagine, try to imagine. Hebu tafakari kidogo. He was instructed. You can read. Kwa Kiswahili, Yeah.
Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana. Kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni. Akanywa maji ya kile kijito mjane wa Sarepta. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapata kwamba Mungu alimwagiza, alimwamrisha, he told him do this, na alimwambia ile wapi? Upande wa mashariki. Bwana Yesu asifiwe. Ninamaanisha ya kwamba Mungu akikuamuru kitu, akikwambia kitu, ukifanya vinginevyo, inamaanisha uweze kukipata kile ambacho Mungu anataka kukupatia. Praise the Lord. Amen. He was told, go to the east, and he obeyed. So it means, from this word that the Holy Spirit is saying, you must obey when God says something. Praise the Lord. Amen. Just imagine ulishwa na kunguru. Kama ni saa hiyo ukiletewa na kunguru nyama utakula? Wewe umelala tu umedozi umetulia. Kunguru anafika, anakuletea nyama na mkate. Utakula? Kama Mungu amesema ni kunguru atakulisha, utakula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You know, many times tukisoma neno la Mungu tunafikiria these are not imaginary stories. Ni mambo yaliyofanyika, yalitendeka. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo yalifanyika. Hizi si stories za Bunuasi. Hekaya za Bunuasi. They are not made up stories. That's why the word of the Lord is, neno la Mungu linaishi. Ni Yesu Kristo linaishi. Bwana Yesu asifiwe. And if we read from the same verse, chapter 7, verse 16. Chapter 17, 7 to 16. Tunaendelea tu, tushuke kidogo hapa to 16. Naomba usome Kiswahili. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika, kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi, mjane wa Sarepta. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Eliya akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi.
Basi akaenda akafanya kama alivyosema Eliya, na yeye mwenyewe na Eliya na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Eliya. Amen. Eliya amfufua mtoto wa mama mjane. Tufikie hapo. 17. Tufikie hapo 16. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata ya kwamba tena Mungu anamwamrisha, anamwagiza Eliya. Anamwambia nenda katika mji wa Zarephath. Alimwagiza, alimwambia nenda. Eliya alifanyaje? He obeyed. Hapa tunapata baada na analishwa. Nataka mfuatilie hiyo story vizuri. Ile ndugu yetu ametusomea, ukiteremka alienda, alikutana na yule mwanamke alikuwa anaokota kuni. Tumesha soma, right? But it's so nice, it's so good to obey God. Na anamwamrisha, anamwambia nenda. Na Eliya alitii amri, he obeyed and went ahead. Alipata maji. Na alimwambia yule mwanamke, akamwambia nina unga kidogo na mafuta kidogo, nataka nipike. Once I eat, I'm done with my son. But since you have said so, I will do it. Yule mwanamke pia yeye alifanyaje? Alitii. She obeyed. There are so many benefits in obeying the word of God. Praise the Lord. He obeyed and she obeyed. Na hakupungukiwa tena. Alienda akampikia. Hiyo story mnaijua vizuri. They both benefited. Yaani in fact Mungu alimtuma Eliya kule kwa kusudi la yule mwanamke. Kwa sababu alikuwa anajua kuna yule mwanamke. It was like alijua akamtuma. Yule mwanamke angesema mimi sina kitu. Mtumishi wa Mungu bwana. Wewe tafuta, enda kwa yule nenda kwa jirani. Baraka zake zingempita tu. The same way. Tunaambiwa neno la Mungu, tunapuuzia, baraka zinapita zinaenda kwa watu wengine. Kwa sababu when we speak to God, when we ask something, he sends a word. Na neno lake alirudigi bure. Kama ametuma baraka, amezituma kwako, azija kufikia zitampata. Kuna mwingine pia naomba. Praise the Lord. God provides. Jehovah Jireh. That's number one. Another thing that God provides, it's good health and healing. Health and healing. Exodus chapter 15 verse 26. Kutoka 15:26. You have like 10 minutes also. God says, He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This is God speaking to the Israelites. Akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako. Ndio. Na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake. Amen. Na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Amen. Praise the Lord. Amen.
The conditions here, thank you, Sister Christine. If you listen carefully to the Lord your God and do what is right, praise the Lord. These are conditions. You want God to heal you, to heal your situation. There are conditions. You have to do what is right. You have to listen carefully to the Lord your God, to the Lord my God. Praise the Lord. The conditions. The same way those who go to the other side, the dark kingdom, they want the devil to provide for them their conditions. In these two kingdoms, the kingdom of God, the kingdom of Satan, there are conditions. Nothing goes for nothing. You have to give something in order to receive. Praise the Lord. It's like you went to the shop. You give money, you get cooking flour. Unapeana hela, unapata sukari. Lakini Mungu wetu akwambia umpe kitu, anahitaji uwe mtiifu. Obedience is better than sacrifice. Praise the Lord. Amen. Zaburi 103, 2-3. Na mimi tutamaliza on time. Who is there to read for us? Psalms 103, verse 2 and 3. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Amen. Nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Praise the Lord, oh my soul. Forget not his benefits, who forgives your sins, your transgressions, and who heals your diseases. So we find that God provides healing. You know, when we are in sin, that sin is a disease. Praise the Lord. Amen. And it's only God who heals us through his Son Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. Mungu alimtuma Yesu Kristo kuja duniani, and he died on the cross because of our sins. He came to give us freedom, to give us healing. Praise the Lord. Amen. Because we were dead, we were sick. And that's why when you feel like you're not doing well, you're sick, kuna kitu kinakusumbua, when you pray, believing in your heart, pray in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior, you get that peace, you get healing. Praise the Lord. There is a time, sometime back, I was sick, and I was praying, and I told God, God heal me. And I felt something leave my body back in 2022. Praise the Lord. I know God heals. God can heal your finance. God can heal your dead business. God can heal your sick body. Praise the Lord. God can heal your mind. God can change any situation. Because the word of the Lord says, He's God of all flesh. Is there anything too hard for Him? Absolutely no. And there is nothing that is impossible with our God in heaven. For He created the heavens and the earth. Praise the Lord. Aliumba dunia na mbingu na kila kitu kilichomo. Atashindwa kuponya wewe? Who are you? Wewe ni hivi na mimi kwa mkono wa Mungu. Hakuna kitu anaweza kushindwa kufanya. Praise the Lord. The good thing, the Spirit of our living God
halete confusion. As Pastor Joshua was finishing the Bible study, he said something. God will provide all our needs. And he connected to us, to our sermon today. Praise the Lord. That's how God speaks. Praise the Lord. It was a confirmation that this is the message that God wants us to hear today from Him. Praise the Lord. Amen. You know the story of Hannah and Samuel. That's 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 20. You know the story. Hannah alikuwa ni tasa, hakuwa na uwezo wa kujifungua mtoto, na alikuwa anakejeliwa na mke mwenza. Alikuwa anamsimanga kila siku, like every day. Nani ataniambia jina la yule mwanamke mwingine? Penina, right? Na Hannah hakuwa na mtoto, but she prayed to God. She knew there is a living God. Alikuwa naomba atoi maneno, lakini anatetemeka. You see, analia. That's why I say even crying is speaking to God. Mungu, Roho Mtakatifu anabadilisha kilio chako kinakuwa ni maneno kwa Mwenyezi Mungu. Praise the Lord. Kwa sababu wakati unafikiria, Mungu anaona mawazo yako kama vitendo. Ni kwa nini Biblia inasema ukimwangalia mwanamke na mtamani umeshafanya dhambi? Wewe umefikiria tu. Inamaanisha Mungu anaangalia mawazo yako yanakuwa vitendo kwa Mungu. Shortly, unakumbuka the devil alifikiria, I will arise and I will be like the most high. Shetani hakutokea sema nini, sasa mimi nataka niinuke niwe kama Mungu. Hakusema, but alifikiria. Na Mungu anajua the intentions, your motives. He knew. Huyu kijana wangu ameshabadilika, ameharibika. He thought, I'll arise and I'll be like the most high God. Aliangalia mawazo. You know what happened? Malaika Michael, the archangel, and his angels, they fought the enemy with his fallen angels. Na akakuja duniani. Praise the Lord. Amen. So Mungu anaangalia mawazo yako. There is something that we need from our God, like Hannah. She prayed, and at the end of the day, you know what happened? Alimzaa nani? You are here, you believe in God to do a miracle for you. You need a child. Unahitaji mtoto na unamwamini Mungu. Amini natendeka katika jina la Yesu Kristo. Just believe. It's a miracle working God. He answers our prayers. He gives us solutions to our problems. Kukosa mtoto inaweza kama ndio shida yako. Umekosa kazi, maybe it's your problem. You don't have rent, it's your problem. You want to be healed, that's your problem, right? But when you speak to God, He gives answers, solutions to our problems. Praise the Lord. Amen. Tuko pamoja? Are we together, church? Yeah. Even in that famine, God turns scarcity into abundance, into supply. I'm a living testimony. Many times I find myself, I have nothing in my pocket, you know. I just believe and I pray. I'm your son. I know, Father, I'm a sinner, forgive me. Let your will be done. And it does miracles. Praise the Lord. Hata pastor ametuambia a few weeks ago. Alikuwa na mawazo, anafikiria, alikuwa hana pesa. He prayed and he believes in his heart. Because the Bible says, whatever you ask in the name of the Lord,
believing in your heart, you received it. Praise the Lord. You remember what he told us? Kama uko kwepo, aliamini, alijua Mungu ni Jehovah Jireh. He's the one who provides. Praise the Lord. From Matthew chapter 6 verse 25 to 34, and Philippians chapter 4 verse 6 to 7. This is where, that's another thing, God provides peace to those who are anxious. In other words, God calls us not to be anxious. Many times tunafikiria nitakula nini, nitavaa nini, but God tells us do not be anxious. He gives us assurance from His word. You know, when you are anxious, it means you do not have peace in your mind, you are troubled. Praise the Lord. But He comes to comfort us. He comforts us. He tells us, do not be anxious. Utakula nini wala utavaa nini? My prayer and thanksgiving, make your request known unto God. Praise the Lord. I'm very sure you know the verse, don't you? You know. He provides peace to the anxious. You know what it says? Make all your requests known unto God. It means you are surrendering. God responds to surrender, not control. You are surrendering. Una surrender. Anamwambia give everything to you. Let your will be done. Blah, blah, blah. And then He responds to your prayer. Praise the Lord. Amen. Let me be a bit faster, because I love keeping time. You know, we are Africans, but it's good to keep time. Kuna walifika kanisani saa moja, saa mbili. Yeah, ni good to keep time. God promises to answer when we ask. Matthew chapter 7:7-8. Can we recite it? Si mnaijua? 1, 2, 3, twende. Ask and it shall be given. Seek and it shall be given. Knock. Praise the Lord. He has promised us to answer when we ask. So God provides answers. The Bible says, ask and it shall be given. Is that not provision? Jehovah Jireh, when you ask, He provides. He can give you victory. Praise the Lord. King David alipambana na jitu, the giant, Goliath, na aliamini ushindi amepata kwa sababu alimwaminia nani? Mungu. He gave him victory. You remember the story of the Israelites in the wilderness? Walipewa mana. Imagine food kevo. Food inatoka, mana inakuja. Wanakula. God provides. Praise the Lord. Tunamalizia the next 2 minutes. I want to note this. Heaven's gates respond to humble hands, knocking in faith. Knock and the door will be open to you. Knock. The gates of heaven, they open to the humble hands that knock in faith. Without faith, we cannot please God. Ukiomba kama hujaamini, trust me, you will wait. Utangoja. Lakini ukiomba ukiamini, imetendeka. In the spirit inafanyika immediately. In the spirit inafanyika immediately. I remember one of the pastors that I know, Pastor Madu, alikuwa anatuambia the spiritual realm iko wapi? Nani anajua where the spiritual realm is?
Praise the Lord. God is a spirit, right? And those who worship him, they must worship in truth and in spirit. But many times hata pastor wote wanatuambia in the spiritual realm kuna vita. Unaona kama the world venye iko hivi, in the spiritual realm iko hivyo, but in the spiritual world, so where is the spiritual world? The spiritual realm iko wapi? Do you know? Ukisha kujiuliza hilo swali, what is the spiritual realm? Ukiomba Mungu nifungue macho yangu nione katika ulimwengu wa roho. What do you expect? Lazima uombe na Mungu na expectations. Praise the Lord. Ukimwambia Mungu nifungue macho nione katika ulimwengu wa roho, what's in your mind? Kwa sababu God provides. Wewe unamuomba unataka kuona ulimwengu wa roho. You want to be spiritually alert. Na he provides answers. But what are you expecting? Je, Mungu akifungua macho sasa hivi uone mademoni zikipigana zikikufuata nyuma, what are you gonna do? Utajiuliza. Pastor wetu pia tutamuuliza, atatueleza what the spiritual realm is. But remember, your heart is the spirit. Your heart. God speaks to us through our hearts. Praise the Lord. The Holy Spirit dwells in our hearts. I'm giving you some hint. The Holy Spirit is helping me to speak that. Praise the Lord. I just believe you are understanding what the Spirit is saying. And you will do what the Spirit is saying. Praise the Lord. Unajua wanafunzi wakiwa wamekimya, it's either they have understood everything or they've got nothing. But I believe you've got everything. Umeelewa kila kitu. Praise the Lord. John chapter 16. That's the last verse. Kama ulikuwa hujaelewa kitu, hapo usikose kuelewa kitu. John chapter 16, 23 to 24. Naomba tusomewe John, Yohana. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin, amin, nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote, atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata. Furaha yenu iwe timilifu. Amani kwa wanafunzi. Amen. Naomba usome kwa Kiingereza tena. And in that day you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, he will give it to you. Verse 24. In that have you asked nothing in my name, ask and you shall receive, that your joy may be full. Amen. Praise the Lord. What a wonderful word. This is the word of God. The Bible says, anything that you ask, it does not say money, only money, bread, house. Anything that you ask in my name, He will provide, and your joy will be full. Praise the Lord. You know, many times we ask God for material things. Mungu nataka gari. There is a song tukiendaga
worship experiences. I was somewhere. It's ni nyimbo ya sebeni. Halo mbinguni. Halo mbinguni. Nataka gari. Nataka mke. Nataka nyumba. Nataka pesa. Lakini sijawahi kusikia wakisema nataka peace. Nataka furaha. I want peace in my heart. I want joy. So it means literally sisi watu wengi included, tukiomba Mungu tunaomba tu material things, but God supplies us with peace and joy that is complete. Praise the Lord. Who was troubled in the morning? Wakati umeingia hapa alikuwa anafikiria, anajisikia kama yuko vizuri. Who is troubled? Like your mind is not well. You came with a lot of stress. Nani amekuja na expectation today to receive from the word of God? Nani amekuja akitegemea atapokea kutoka kwa Mungu siku ya leo? Kuna mtu? Kwa nini sioni mikono? Kama umekuja leo ukitegemea kuna kitu utapokea kutoka kwa Mungu, unapokea na utaenda nyumbani kama umeshapokea. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame.